siku ya mchezo mpaka tunaondoka, mazingira yalikuwa magumu kwa sababu ya fakta mbalimbali. Kwanza hali ya hewa ilikuwa ni changamoto. Tumetoka huku nyuzi joto 30, 31, tunakwenda taifa ambalo nyuzi joto inakuja mpaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo ilibidi wachezaji wa adapt kwa haraka. Tulikuwa na siku 2 tu za kuadapt hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwenye mchezo. Lakini pia mazingira, of course, sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse. Unapokwenda nchi za Kiarabu, wakiwa tena wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza, lazima mchezo wa pili kuwe na vitu vingi. Mashabiki wao ni mashabiki ambao wana demand muda wote. Iko pati moja ambayo ni pati nzuri ya mashabiki wao, na iko pati nyingine ni pati mbaya. Pati ambayo sisi wa Tanzania tutakuwa tujifunze, tusipende timu zetu kwa maneno, tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii. Tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. Yes, Kabilio wamekula chuma 4 mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa 3 tiketi zimeuzwa, zimemalizika, tiketi 55,000. Sio jambo jepesi, ni jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya. Lakini upande mbaya ni upande wa vurugu, na nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi. Kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hapakuwa na madhara yoyote. Hakuna mtu ambaye yani imetua tu simu zinaanza kuita. Mambo mengi. Nani? Unaweza kuta jasusi huyu. Kimsingi imeniuma, tuzungumza, lakini imeniuma sana. Mtano umeanza mpaka umeisha, nipo angani, sina internet. Sijui kilichoendelea. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi jasusi anataka kunigia taarifa. Nitakuja kuwapa. Hamna taarifa za ndani, nitawapa, msio na wasiwasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Lazima shabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambapo timu zetu zinatafuta matokeo. Leo hii nani anajua, pengine umejiweka kwenye hatari ya kufungiwa, kuna adhabu klabu zinapata. Kwa hiyo ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi CAF faini zao ni kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze, tumeumia, lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pitch. Na pengine kuna hatua yote ambayo mmeichukua, labda kupeleka barua ya malalamiko CAF? Sasa sisi hatua namba 1 ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, General Coordinator ambaye yuko pale. Lakini tukio lilikuwa linahusisha usalama, maana kuna security officer wa CAF yuko pale. Wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi complaint ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni General Coordinator, na amesema alifanyia kazi. Hatuna kwamba wafungiwe au wapigwe fine. Hayo ni mambo ya kanuni, CAF wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, kwa timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda wachezaji, kulinda maafisa. Nyie mmeona chupa zikirushwa uwanjani. Hamjaona mimi nilivyokuwa napambana ukwepa chupa huku jukwani. Wale Waarabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa wa karibu. Walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele. Tupa chupa nilikuwa nazikwepa. Ushaona ile movie ya Karate Kid ile? Nilikuwa napiga chupa zinapitia namna hii. Wenyewe wamenipigia saluti, wamesema pamoja na yote lakini kile chuma mimi nimekwepa mawe Temeke, chupa ya maji piga vipa zikapita, lakini si jambo zuri. Kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi. Yes. Kocha imekuwa ni muda mfupi, lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha, huyu ni sayansi ya mpira. Mimi mmekuwa mkisikia watu wakisema, wachambuzi wakisema kwamba football ni science. Football ni science. Science yenyewe ndo Pedro. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu. Anahitaji kuwa kwenye uwanja, kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyake. Na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake, amesema ndio kwanza kama ni asilimia 25. Naendelea kujenga. Yes, ni asilimia 20. Ana wiki 3 tu hapo. Naendelea kujenga kitu changu. Nasemaje? Kikishafika asilimia 100. Asilimia 100. Haya matatizo mlioyasikia ya afya ya akili yataongezeka, yatakuwa makubwa maradufu. 25 iko hivyo, hamchagui kiwanja. Maana tumeona New Amani, tumeona kule mnacheza kama mko kwenu. Ikifika 100 itakuwaje? Nimesema
kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia 25. Zikifika asilimia 100, ni muombe Waziri wa Afya Daktari Mchengerwa wote ambao wamesapoti hii challenge. Tumekusanya milioni 2,470,000 na kwa niaba ya mashabiki, wapenzi, wanachama wa klabu hii kwa kutoa zawadi kwako wewe, na mimi kama mwakilishi tu kwa niaba na ukabidhi hapa msemaji mpe nani? Mpe golikipa Jigidi. Hizi ni milioni 2,470,000. Tulianza challenge jana saa 11 jioni na leo saa 6 kamili tumefunga challenge. Kwa hakuna mtu yoyote kunitumia fedha yoyote. Mimi nishafunga rasmi na fedha nimeshakabidhi kwa golikipa na msemaji. Kwa mtu ambaye atatuma, kwa sababu namba hii itaweka block ili watu wengine wasipate changamoto. Lakini kipekee msemaji, lazima niwashukuru watu ambao wametoa pamoja na changamoto zingine. Shukrani. Shika Jigi. Asante sana. Imetosha. Imetosha. Asante sana. Ukipa kaumia sema asante tumaliza. Basi. Nafurahi. Kipa mpeleke. Jamani, chap kidogo. Ali kwanza kwa safari ongera kwa nzuri kule ugenini, naweza kupata game ilikuwa maana kwenye tuliona kwenye TV mpaka machupa. Ilikuwaje? Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumesafiri salama, tumerudi salama, na katika yale malengo ambayo yalitupeleka Algeria hatujafanikiwa kupata pointi 3, lakini tunasema alhamdulillah tumepata pointi 1, pointi ambayo kwenye Champions League hatua ya makundi ukipata away kwenye nchi kama Algeria una kila sababu ya kujipongeza. Mazingira ya mchezo yalikuwa magumu kutoka tunawasili